Na mpenzi mtazamaji wa Msami TV, vibe la mtaa limefika mitaa hii ya kupiga story na ndugu yetu hapa, tupate kumjua utambulisho wake kwa ufupi na tujue ni nini anafanya. Mambo vipi brother? Poa poa, ni aje kaka? Fresh kabisa bwana. Kwa mtu ambaye ndo anakuangalia hapa kupitia Msami TV ambaye hakufahamu, unaitwa nani? Jina langu mimi la sanaa naitwa Mtanga Poli. Ndio. Jina langu maarufu ambalo nilipewa na wazazi wangu naitwa Musa Othman. La sanaa Mtanga Poli. Kwa hiyo kwa yule ambaye anataka kunifahamu zaidi, labda sawa, akiingia mtandaoni akiandika Mtanga Poli, basi ataniona mimi pamoja na vitu vyangu ambavyo navifanya mtandaoni. Mtanga Poli ni nasadifu ulipotokea au ulipenda tu? Mtanga Poli kwanza nilichukua idea ya sehemu ambayo nilikotokea. Kwamba nimetokea kwenye mazingira ambayo ni mazingira ambayo hayafahamiki. Yaani ni sehemu ambayo ni kijijini sana. Kwa hiyo nikadiscuss kwenye akili yangu kwamba katika sanaa yangu ambayo nafanya, jina langu maarufu nijiite Mtanga Poli kutokana na mazingira ambayo ninakotokea. Okay, unafanya sanaa ya aina gani? Bwana, mimi nafanya comedy za misemo hivi. Nafanya comedy za misemo kama mfano anavyofanya Sabato, anavyofanya Mwanya, na anavyofanya baadhi ya comedy Kidege, anavyofanya baadhi ya mambo yake katika sanaa. Kwa mimi nafanya comedy ya misemo. Okay, kwenye sanaa ya comedy ni kipi kilichokuvutia mpaka ukaamua kujikita kwenye sanaa ya uigizaji? Kwa sababu kuna sanaa nyingi, kama kuna kuimba, kuna sanaa tofauti tofauti. Nini kilikusukuma wewe kuingia kwenye sanaa ya comedy? Bwana, kwanza comedy ni kitu ambacho nilichokipenda toka zamani. Kwa sababu hususan nilikuwa nikiangalia kwenye mabanda ya sinema, nikiangalia wasanii wanavyofanya. Kwa hiyo ni kitu ambacho nilikuwa nakipenda sana. Kwa hiyo kuna wakati ukafika na mimi nikaanzisha kutaka kuwa mwana comedy, yani nikataka kuwa comedy, kwa nikaanzisha makundi baadhi na watu mpaka leo sasa hivi nafanya comedy nikiwa mwenyewe. Kwa hiyo nilikutana na watu wa aina mbalimbali na asilimia nyingi tumeshashindwana kwenye comedy, nikaamua kuwa mwenyewe. Okay, manake mpaka unaingia kwenye comedy kuna mtu ambaye wewe ndo alikuvutia kuingia kwenye comedy? Yeah, yes, yupo. Ni msanii gani ambaye yeye ndo amefanya mpaka nao ukatamani siku moja na mimi nije kuwa comedian mkubwa? Bwana, nilimtazama sana hasa Maufundi. Mau nilimtazama sana, kwanza ile ongea yake, kwanza anavyofanya yani napenda sana pia hata kufanya kazi na Maufundi. Kwa sababu ni mtu ambaye kanivutia kwa hali ya juu sana. Kwa mara ya kwanza kabisa unachukua simu yako unashoot comedy ya kwanza kabisa, ulijisikiaje? Bwana, nilijisikia wakati na shoot comedy kwa mara ya kwanza kabisa, nilijisikia kama utani pia. Lakini kadiri ya vile ambavyo nilivyokuwa na posti, baadhi ya watu wengi sana walikuwa wanasema hautotoboa, hautofika mbali, wewe unapoteza muda wako, fanya mambo yanao kuhusiana na pesa, tafuta pesa, achana na mambo ya ujinga kama hayo. Lakini kwa mara ya kwanza kabisa nilianza kushuti pale Coco Beach. Nilianza kushuti clip moja pale Coco Beach, nikaiposti. Baada ya kuiposti watu wengi sana hawakunisupport katika lile, wanaona kwamba nimefanya ujinga. Lakini pia ni clip ambayo imechukua viewers wengi sana kwenye YouTube yangu.